Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika Dominika hii ambapo mama kanisa anafanya sherehe au siku kuu ya ubatizo wa Bwana. Wazo kuu katika siku hii ni wewe ni vile Mungu anavyokutambua. Wewe ni vile Mungu anavyokutambua. Masomo yetu katika Dominika hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya, ile sura ya 42 aya ya kwanza mpaka ya 4 na ile aya ya 6 hadi ya 7. Somo la pili linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 10 aya ya 34 hadi 38. Ni Injili inatoka katika Injili ya Mathayo, ile sura ya 3 aya ya 13 hadi ya 17. Ni Dominika hii ambayo Wakristo wengi huwa wana maswali mengi sana juu ya ubatizo. Kiukweli kabisa, wengi huwa wanajiuliza maswali makuu matatu. La kwanza, kwa nini Yesu alibatizwa na hakuwa na dhambi? La pili, kwa nini hatubatizwi katika ubatizo wa maji mengi? La tatu, kwa nini tunabatiza watoto wadogo? Haya ni maswali ambayo wengi huwa wanajiuliza, lakini Dominika hii inatoa majibu ya kiimani na majibu ambayo yanaenda kugusa kabisa historia yako ya maisha, kugusa Ukristo wako. Ndugu zangu, siku moja mtu mmoja alimuuliza padri, kwa nini kuwachagulia watoto Ukristo au tunabatiza wakiwa wadogo kabisa? Atusubiri wawe wakubwa ndio wachague wenyewe kama takwa yao, kwamba wachague wataka wabatizwe au wasibatizwe. Kwa nini kuwachagulia hawa watoto wakiwa wadogo kwamba hawa wa Kristo? Padri alimwangalia yule mtu aliyemuuliza, kisha akamuuliza na yeye swali kwamba kwa nini tunawachagulia kuwavisha watoto wetu nguo? Kwa nini tusisubiri wawe wakubwa wachague wenyewe wataka kuvaa hawa hawataki kuvaa? Yule ndugu akanyamaza. Padri akamuuliza na swali lingine, kwa nini tunawapeleka watoto shule? Tusisubiri wakiwa wakubwa wachague wenyewe wanataka kusoma au hawataki kusoma? Yule mtu akanyamaza kimya. Baadaye akamuuliza tena na kuuliza swali la tatu, kwa nini tunawapeleka watoto hospitalini ili wapone? Kwa nini tusubiri wao wenyewe wakubwa wachague kama wanataka kuishi au kufa? Yule ndugu akanyamaza tu kimya. Padri akamwambia, kama ya duniani haya ambayo yanapita tu tunawachaguliwa watoto wetu, kwa nini ya mbinguni ambayo hayapiti kamwe tusiwachagulie watoto wetu? Ndugu akanyamaza tena. Padri akamweleza tena ili aweze kumfungua ufahamu wake. Kama ya duniani haya tunafahamu umuhimu wake na tunawapa watoto wetu tukiamini yatawasaidia baadaye, kwa nini huu ubatizo ambao ni swala la kimungu, huu Kristo ambao ni swala la kimungu, tunapata mashaka au tunauliza kwamba inakuwaje tunawapa kizuri watoto wetu ambacho kitawasaidia katika maisha yao ya kiroho na katika safari yao ya kuelekea maisha ya umilele? Yule ndugu akasema, baba, nimekuelewa. Ndugu zangu katika Kristo, kikubwa hapa si kuangalia ubatizo ulikuwaje, ubatizo wa Yesu ulikuwaje, ila ni namna gani ubatizo wa Yesu Kristo unaakisi maisha yetu. Je, katika ubatizo wa Yesu Kristo tunajifunza nini? Tunatafakari nini ambacho kinatusaidia katika safari yetu ya wokovu? Ndio maana nasema wazo kuu, wewe ni vile Mungu anavyokutambua. Hilo ndio wazo ambalo litatuongoza katika Dominika hii ya ubatizo wa Bwana. Licha ya hayo, vile ambavyo tutaviongea mada ndogo ndogo zitakuwa zinatoa majibu ya kwa nini Yesu alibatizwa na kwa nini sisi tuna haki na tuna sababu ya kujifunza kutoka katika ubatizo wa Yesu Kristo. Tukiangalia masomo yetu vizuri, somo la kwanza kama nilivyosema linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya, ile sura ya 42 aya ya kwanza hadi ya 4 na ile aya ya 6 hadi ya 7.
Huu unaitwa wimbo wa kwanza wa mtumishi wa Bwana au mtumishi wa Mungu. Ni maneno ya Mungu kwa kinywa cha nabii Isaya kwa wana wa Israeli. Inasemekana kwa wataalamu wa andiko wanasema hii ilikuwa ni katika karne ya 6 kabla ya Yesu Kristo, wana wa Israeli wakiwa utumwani Babiloni. Ikumbukwe kuwa Mungu aliwatoa wana wa Israeli utumwani Misri, akawaongoza jangwani mpaka katika nchi yao ya Kanaani. Katika hii nchi yao walimjengea Mungu hekalu, walifurahi uwepo wa Mungu kati yao. Lakini licha ya haya yote, mwanadamu anabaki kuwa mwanadamu. Baadaye mwanadamu huyu au wana wa Israeli hao walimwasi Mungu, hivyo wakachukuliwa utumwani Babiloni. Wakiwa huko walikumbuka mji wao na fadhila za Mwenyezi Mungu na kuona Mungu amewaacha. Walilia sana, waliomboleza sana wakiwa huko. Kama nakumbuka ukisoma ile Zaburi ya 137 aya ya kwanza inakumbusha tukio hili. Inasema, kando ya mito ya Babiloni ndipo tulipoketi tukalia tukikumbuka Sayuni. Wakikumbuka mji wao, wakiamini Mungu alikuwa amewaacha. Wakiwa katika huzuni, wakiwa katika kilio hicho, ndipo Mungu anasema, sijawaacha, nitawatumia Mwokozi, nitawatoa utumwani, nitawatoa katika mangaiko, vilio na majonzi yenu. Mtumishi wa Mungu tumesikia sifa zake katika somo. Ndio hili sasa somo tunalisoma. Kikubwa inataka kuonyesha kwamba bado Mungu anawapenda, Mungu anawajali, Mungu anawasikia, Mungu anaonea huruma, Mungu yupo katikati ya mateso na mahangaiko yao. Mungu hajawaacha. Mungu huyu, yeye hao wana wa Israeli ni wana wake wapendwa. Ndugu zangu katika Kristo, mimi na wewe, Mungu anatuona kama wana wapendwa. Ni Israeli ya sasa. Hivyo katika mahangaiko yote yale, lazima kutambua kwamba Mungu anatuona, Mungu anatupenda na Mungu anatujali. Hawezi kutuacha tuteseke, tuhangaike au tulie milele. Hapana, aliwatoa wana wa Israeli utumwani, atatutoa mimi na wewe katika utumwa. Wewe ni vile Mungu anavyokutambua. Yaani mbele ya Mungu wewe ni mwana mpendwa wake. Anakutambua hivyo. Wewe ni Israeli wake. Anakupenda sana sana. Ndio maana nikasema wewe ni vile Mungu anavyokutambua. Kwa hiyo elewa hilo. Ndugu zangu, somo la pili linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 10 aya ya 34 hadi 38. Hii ni habari ya Mtume Petro akiwa katika mji wa kipagani Kaisaria Maritima, katika nyumba ya mpagani mmoja aliyekuwa anaitwa Cornelius. Ikumbukwe, haikuwa rahisi kwa Myahudi kuingia kwa mtu wa mataifa. Unasoma katika ile Injili ya Luka ile sura ya 7 aya ya 6 mpaka ya 7. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Haikuwa rahisi kwa Myahudi kuingia kwa mtu wa mataifa. Lakini ndugu zangu, haya yanakuja kuvunjwa katika somo hili ambalo tumelisikia. Ndio maana ni katika hotuba hii Petro anakiri wazi kuwa hakika Mungu hana upendeleo, akieleza kuwa kwa ubatizo wa Yesu Kristo milango ya mbinguni imefunguliwa kwa wote. Ujio wa Yesu Kristo umefungua milango kwa wote. Mbingu zinafunguka kwa watu wa mataifa, mbingu zinafunguka kwa watu wa Israeli, mbingu zinafunguka kwa Wayahudi pia. Kwa hiyo yote yule anaalikwa kumjongea au kwenda mbele ya Yesu Kristo. Kila mmoja anamuita Mungu Baba, anamuita Mungu Baba, na tunastahilishwa hivyo au anastahilishwa hivyo kwa sababu ya Yesu Kristo mwenyewe. Elewa kitu kingine hiki, ni katika nyumba hii Cornelius sasa na nyumba yake nzima walibatizwa. Tumesikia hapa, unaweza ukaelewa kwa nini tunabatiza watoto wadogo. Hivyo ubatizo wa watoto wadogo haukuanza hivi hivi karibuni. Tangu kipindi cha mitume unaweza ukaona kama yeye na nyumba yake yote walibatizwa. Inaonyesha
kwamba watoto wadogo pia walikuwepo. Wataalamu wa maandiko wanaelewa hiki kwamba ubatizo huu ulianza tangu zamani, isipokuwa au kuelezwa moja kwa moja, lakini hapa ukiangalia kwa jicho pana unagundua hilo. Kristo ni mwana mpendwa wa Mungu. Mimi na wewe ni wana wapendwa. Ni hivyo Mungu anavyotuona. Haijalishi una hali gani, haijalishi uko katika mazingira yapi, Mungu anakuona kama mwana wake mpendwa. Ndio maana nikasema wazo, wewe ni vile Mungu anavyokuona. Somo la tatu au somo la Injili linatoka katika Injili ya Mathayo ile sura ya 3 aya ya 13 mpaka 17. Huu ni ubatizo wa Yesu Kristo. Ni Injili inayoeleza tukio zima la ubatizo. Unaweza ukalisoma tukio hili katika Injili ya Luka ile sura ya 3 aya ya 13 hadi ya 22, hasa ukianza ile aya ya 15 hadi ile aya ya 22. Utaona vitu vingi sana hapa vinaelezwa juu ya ubatizo. Au Injili ya Marko ile sura ya 1 aya ya 7 mpaka ya 11. Ni katika somo hili mbingu zinafunguka, Roho Mtakatifu anashuka na sauti inasikika, wewe ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Ndugu zangu katika Kristo, hii sauti iliyosikika ndio hii mara nyingi inatakiwa isikike ndani ya mioyo yetu, kwamba Mungu anatuona kama wana wake wapendwa. Tukiwa na uelewa huu, ndugu zangu, naomba tafakari mawazo makuu matatu. Ni katika mawazo hayo ndipo utaelewa kwa nini Yesu alibatizwa. Ile siku nyingine ukiulizwa kwa nini Yesu alibatizwa, ubatizo huu ulikuwa na maana gani, na kwa nini sisi tunafanya sherehe hii, hapa utapata majibu matatu ya msingi sana. Mada ndogo au wazo dogo ni ubatizo ni utambulisho. Ubatizo ni utambulisho. Ndugu zangu, ukweli ulio dhahiri, mara nyingi watu tunaweka alama sehemu mbalimbali, ni utambulisho. Ili mtu akutambue kama Mkristo, kuna vitu ambavyo akikivikuta anasema huyu ni Mkristo. Maana yake kuna kitu kinakutambua. Au ukienda makanisani tunasema hili ni kanisa, hii ni shule, hiki ni hiki, kwa sababu kuna vitu vinatambulisha. Ukristo wetu ni utambulisho. Nitaeleza. Wengi sasa, mtu akikuuliza wewe ni nani, huwa tunachanganya sana. Wewe ni nani? Uliza tu mtu yote, wewe ni nani? Utashangaa. Wengi wetu huwa tunataja kazi. Wengi wanataja kazi. Utasikia mimi ni mwalimu, mimi ni injinia, mimi ni shemasi, mimi ni padri, mimi ni mtaalamu, mimi ni mfanyabiashara, mimi ni daktari, mimi ni... Hiyo ni kazi. Swali linabaki, wewe ni nani? Wewe ni nani? Wengine wanataja mali. Mimi ni mmiliki wa kampuni fulani. Unalijua lile duka. Sasa mimi ndio bosi pale, mimi ndio naye limiliki pale, mimi ndio... Wewe sio mali. Hizo ni mali. Wewe ni nani? Wengine wanataja uhusiano wakiulizwa wewe ni nani. Nasikia mimi ni Mr. fulani, mimi ni Mrs. fulani, mimi ni mtoto wa fulani. Huo ni uhusiano ambao leo upo, kesho haupo. Lakini swali linabaki, wewe ni nani? Wengine watasema ulizia watu unifahamu. Ujui kweli mimi ni nani kweli? Kwa umaarufu wangu, au wewe ni mgeni hapa? Ulizia watu watakwambiaje? Huo ni umaarufu ambao kesho upo, baadaye haupo. Leo upo, kesho haupo. Ni umaarufu. Unaondoka. Swali linabaki, wewe ni nani? Wengine ukiwauliza wewe nani, wanataja tabia. Wanasema, utasikia yule ni mwizi, yule ni hatari sana. Ungejua. Hizo ni tabia. Sio yeye. Yeye anabaki ni nani? Wengine wanaeleza, ukiuliza wewe ni nani, anasema acha tu nitakueleza historia yangu. Anaanza kueleza historia. Ungejua niliopitia,
mpaka kuwa hivi, we acha tu. Wewe si zao la historia. Wewe ni nani? Iko hivi, wewe si kazi yako, wewe si mali zako, wewe si cheo chako, wewe si watu wanavyosema, wewe si historia ya tabia yako. Wewe ni vile Mungu anavyokuona, vile Mungu anavyokutambua ndiyo wewe. Mali zinaweza kuisha, kazi unaweza kustaafu au kuacha, watu wanaweza kukusema vibaya, uhusiano unaweza kuisha au ukafa kabisa, tabia yako na historia yako vinaweza vikabadilika kabisa, ila utambulisho huu wa kimungu ulio ndani yako, ulioupata wakati wa ubatizo, haufi kamwe. Wewe ni mwana mpendwa wa Mungu. Mungu akikuangalia unavyotembea, unavyoongea, unavyotenda, anasema wewe ni mwana mpendwa wangu. Jiulize leo hii, Mungu akikuangalia ulivyo, anajisikia fahari kusema kama alivyosema kwa Yesu Kristo, wewe ni mwana wangu mpendwa? Jiulize hili swali katika maisha yako unayoishi sasa hivi. Mungu akikuangalia hivi, anapendezwa na wewe? Hapa unaweza ukaelewa kwamba Yesu alibatizwa ili kujitambulisha, ili kutambulishwa, na sisi tunabatizwa ili tutambulikane kama Wakristo, tutambulikane kama wafuasi wa Yesu Kristo, tutambulikane kama wana wapendwa. Katika ubatizo tunapata utambulisho mpya. Tunasema wakati wa ubatizo, ndugu zangu, mtoto huyu aliyezaliwa upya kwa ubatizo sasa, tunasikiaga mtoto huyu aliyezaliwa upya kwa ubatizo sasa anaitwa nani? Sasa anaitwa mtoto wa Mungu. Na ni kweli ni mtoto wa Mungu sawa sawa na sisi. Tunaendelea pale, anasema baadaye atapokea utimilifu wa Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara. Kauli hiyo tusije tukaisahau. Sasa huyu ni mtoto wa, tukio lile lile lilitokea kati ya ubatizo wa Yesu linatokea katika maisha yetu, katika ubatizo wetu. Tuombe sana neema ya kukumbuka thamani ya ubatizo wetu na kuishi tukitambua kuwa Mungu anatuangalia kama watoto wake, na akituangalia kipindi kile, akituangalia sasa, na hata wakati ujao, aseme huyu padre, huyu mfanyabiashara, huyu mama, huyu mtoto, huyu kijana ni mwanangu mpendwa. Ukweli huu unaujua wewe na nafsi yako. Mungu akikuangalia anasema hayo. Kwa hiyo ubatizo ni utambulisho. Wazo la pili, wala wanajiuliza kwa nini Yesu alibatizwa. Wazo la pili, ubatizo ni ufanano. Ubatizo ni ufanano. Kwa ubatizo Yesu Kristu alivaa ubinadamu wetu na kutupa hadhi ya kufanana naye. Alivaa ubinadamu ili mimi na wewe tuvae umungu wake, yaani tuchumulie utakatifu. Kwa ubatizo wetu tunamvaa Kristu na kuwa viumbe vipya kabisa. Tunafanana na Yesu Kristu. Ndio maana tunasali, tunasema katika ubatizo, umekuwa sasa kiumbe kipya na kumvaa Kristo. Nguo hii nyeupe iwe ishara ya cheo chako. Wakati wa ubatizo tunasema hayo. Kwa hiyo mimi na wewe katika maisha yetu lazima tulitambue, tumebatizwa ili tumfanane Yesu Kristo. Je, matendo yetu yanamfanana na Yesu Kristo? Tabia zetu zinaakisi Ukristo? Mwenendo wetu unaakisi Ukristo? Lazima tutambue hilo. Ndugu zangu, wakati mwingine watu wengi wanakata tamaa kwa sababu ya matatizo, wanakata tamaa kwa sababu ya maneno, bila kuelewa wao wanamfanana huyu Yesu Kristo. Vidole wanavyonyoshewa wao ni vile vile alivyonyoshewa Yesu Kristo. Nikombe leo utambue hilo. Wakikuona mjinga katika safari yako ya maisha, kumbuka kwamba unayemfanana anakwambia na mimi, anasema na mimi, Kristo anasema na mimi. Waliona mjinga, kasome Injili ya Yohane ile sura ya 7 aya ya 15.
wakikuona mwenda wazimu kwa sababu ya imani yako kwa Kristo. Yesu Kristo anasema na mimi. Unasoma katika Injili ya Yohane ile sura ya 10 aya ya 20, ana pepo huyu, tena ni mwenda wazimu. Ya nini kumsikiliza? Inasema hivyo katika maandiko matakatifu. Nikueleze tena, wakikuona mchawi, Kristo anasema na mimi. Kasome Injili ya Mathayo ile sura ya 9 aya ya 34, inasema ana pepo, tena anatoa pepo kwa nguvu za Beelzebuli, mkuu wa pepo huyu. Wakikuona muovu, Kristo unayemfanana anasema na mimi. Kasome Injili ya Yohane ile sura ya 18 aya ya 29 mpaka 30. Kama angali kuwa mwovu, tusingalimeta kwako. Maandiko yanasema hivyo. Wakikuona nabii wa uongo, unasema uongo, hauaminiki, lakini unajua unachosema ukweli. Kumbuka Yesu Kristo anasema na mimi. Waliniona si lolote, si chochote, waliniona mzushi tu. Injili ya Luka ile sura ya 22 aya ya 64. Walimfunga kitambaa wakaanza kumpiga kama kweli nabii. Hebu bashiri. Ndugu zangu katika Kristo, ubatizo ni ufanano. Amini ninachokwambia. Wewe sio vile wanadamu wanavyosema, wanadamu wanavyokuona. Wakati mwingine wanasema au wanakuona hivi kwa sababu umefanana na Yesu Kristo. Kwa sababu niwaambie ukweli kabisa, mwanadamu hataacha kusema, mwanadamu hataacha kuongea, lakini simama au fanana na Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Mwanadamu atasema tu. Mtu akiwa mkarimu atasema anajitangaza, asipokuwa mkarimu wanasema na vidole vya gundi. Mtu akiwa mwema wanasema anajionyesha, asipokuwa mwema wanasema ana roho ya korosho. Mtu akiwa mpole sana wanasema mjinga, akiwa mkali wanasema dikteta. Watu wanasema wakati mwingine hata kwa watoto, mtoto akiwa mdogo na mzuri wanasema ni malaika, akikuwa wanasema shetani huyu tena. Achana naye. Unashangaa ni wanadamu wale wale. Ukimcha sana Mungu ukasali, wanasema anajifanya mkatoliki sana kuliko papa. Ukiacha kusali, shetani amemweka mfukoni. Ukifanya kazi sana kwa bidii, anajipendekeza. Usipofanya, mvivu huyu na mzigo kwetu hapa. Unaacha sana. Ukiwahi sana kazini, wanasema anatafuta cheo huyu. Usipowahi, wanasema mlalavi huyu, astahili hapa. Ndugu zangu, ni mambo ya kawaida, hata sisi mapadri. Ukihubiri mahubiri mafupi, hajajiandaa huyu. Ukihubiri sana marefu, hatunzi muda. Ukikaa parokiani, wanasema atembelee waamini. Ukitembelea, wanasema atulii huyu. Kwa hiyo wanadamu lazima waseme. Wanadamu wanaangalia makosa wakati wote. Ubatizo wako, kioo chako ni Yesu Kristo. Umebatizwa ufanane na Yesu Kristo, si kama watu wanavyosema, bali Mungu anakutambua namna gani, Mungu anakuona namna gani kwa ubatizo wako. Ndugu zangu, niwaambie ukweli kabisa, wanadamu wanapenda kuangalia makosa, wanadamu wanapenda kuangalia madhaifu. Albert Einstein ni mwanasayansi mkubwa. Siku moja aingia darasani akaandika ile tebo ya 10, 10 mara 1 10, mara 2 20, mara 3 30, mara 4 40, mara 5 50, mara 6 60, mara 7 70, mara 8 akaandika 95, mara 9 akaweka 90, mara 10 100. Wanafunzi wakaanza kucheka. Vipi? Amekosea, amesema 95. Akasema ni mbona nimpatia yote moja tu? Kosa moja tu mmeliona. Kwa nini hamkuona mema yote? Kwa hiyo ni kawaida ya wanadamu. Utafanya mema mengi, wao wataangalia doa moja tu. Hilo alikuondolei wewe ufanano wako na Yesu Kristo. Hilo doa moja aliondoi kwamba wewe ni mwana mpendwa. Usije ukafikiria hivyo. Wanadamu lazima waseme. Ndugu zangu, wewe jiulize sana. Watu lazima waseme wewe fanana na Yesu Kristo. Jiambie hivi. Japo walimsema yeye akuacha kutimiza mpango wa Mwenyezi Mungu mpaka kifo chake msalabani. Kama huyu ambaye tunafanana naye walimsema, mimi na wewe je? Alifufua wafu, viwete walitembea, vipofu waliona, vilema kila, lakini walimsema. Mwisho wa siku wakasema muondoe. Wewe umefanya nini zaidi ya Yesu Kristo? Ubatizo ni ufanano. Achana na watu wanasemaje, achana na watu wanafikiriaje. Mweke Mungu, fikiria Mungu anafikiria nini juu yako katika kile ambacho unakifanya au unakisema.
Wakati fulani Yesu aliwauliza wanafunzi wake, ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 16 aya 13 mpaka 16, au Injili ya Marko ile sura 8 aya 27 mpaka 29, au Injili ya Luka ile sura 9 aya 18 mpaka 20. Yesu aliuliza wanafunzi wake, watu wanasema mimi ni nani? Majibu yake nadhani mnajua, Elia, Elisha, nabii yule, huyu. Hapana. Ila Petro, kwa sababu Roho Mungu alikuwa juu yake, alisema wewe ni Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Ndio hii tumekisikia katika ubatizo. Ndugu zangu, Mungu anakuona wewe kama nani, anakutambua wewe kama nani. Kama anakutambua ni mwana mpendwa, tiki. Achana na watu wanasema nini. Watu lazima watasema, wataongea. Lakini ndani mwako wewe, je, unamfanana Yesu Kristo? Ni mwana mpendwa? Kwa hiyo ubatizo ni ufanano. Tumebatizwa ili tufanane na Yesu Kristo, tufanye yale aliyofanya Yesu Kristo, tuwe na misimamo kama ya Yesu Kristo, tutende kama Yesu Kristo, tuwe watu wa ukweli kama Yesu Kristo, wa haki kama Yesu Kristo, wapole kama Yesu Kristo, wema kama Yesu Kristo, watendakazi kama Yesu Kristo, na si jinsi watu wanavyosema. Ubatizo ni ufanano. Yesu alibatizwa ili mimi na wewe tufanane na yeye, na sisi tunabatizwa ili tufanane na Yesu Kristo tungali watoto. La tatu na la mwisho, ubatizo ni wakati wa maamuzi. Ubatizo ni maamuzi. Ubatizo ni kufanya maamuzi. Ubatizo ni mwanzo wa maamuzi. Kuua utu wa kale na kuvaa utu upya. Kufunga mlango wa kuzimu na kufungua mlango wa mbingu kwa sakramenti nyingine. Kuacha upagani na kuvaa Ukristo. Ni wakati wa kupata kibali kutoka na kuanza kazi. Ndio ubatizo. Kazi yoyote ile haianzi hivi tu, lazima kuwe na tukio fulani. Rais kabla ya kuanza kazi lazima kuwe na tukio, anaapa. Ni wakati wa maamuzi. Ubatizo wa Yesu Kristo ulikuwa ni uamuzi wake wa kuanza safari ya kuelekea Kalvari, safari ya msalaba, safari ya mateso, kifo na ufufuko. Ni si safari nyepesi. Nasi katika ubatizo tunapewa nguvu ya kumfuata Yesu Kristo, kufanya maamuzi, uamuzi wa kufa na kufufuka pamoja na Yesu Kristo. Tunakiri kusimamia imani, tunapaka mafuta ya krisma na kushiriki katika ukuhani, unabii na ufalme wa Yesu Kristo. Tunafanya maamuzi, tunapewa go ahead sasa, ndugu zangu katika Kristo, ya kuanza kazi ya kumtangaza Yesu Kristo katika maisha yetu. Si safari nyepesi, ni safari nzito. Tunafanya maamuzi. Wengi huwa tunashangaa sana, kwa sababu huyu ni Mkristo, huyu ni Mkristo. Hapo tunachojiuliza si kwamba yeye ni Mkristo, tunajiuliza, je, uamuzi wake ulikuwa sahihi? Alijua alichokifanya? Unaweza kusema alibatizwa akiwa mtoto. Je, wakati akipaimara alikiri imani? Je, kila Dominika anakiri ile ile? Anafahamu kwamba yeye ni Mkristo? Mtu asipomfuata Yesu Kristo, asipojua kwamba safari ya Kristo, kusimamia ukweli, kutenda kama Kristo ni ngumu, ni safari ya msalaba, lakini mwisho kuna ufuko, tunajiuliza mara mbili. Je, huyu ni Mkristo? Ukristo si safari nyepesi. Ubatizo si lele mama. Ubatizo ni wakati wa kufanya maamuzi, tena maamuzi magumu. Ndio maana katika maisha usipofanya maamuzi, watu wanakushangaa sana. Usipofanya maamuzi katika maisha yatakuamulia cha kufanya. Lazima uelewe, katika ubatizo wetu tulifanya maamuzi ya kumfuata Yesu Kristo katika njia ambayo ni ngumu. Kuna wakati ukweli ulio dhahiri katika maisha lazima kuamua liwalo na liwe. Haijalishi mbele kuna mwanga au kuna giza. Haijalishi utafanikiwa au utashindwa. Haijalishi watu watapenda au hawatapenda. Haijalishi utalia au utacheka. Haijalishi kuna uzima au kuna mauti. Haijalishi una uwezo au huna uwezo. Kuna wakati katika maisha lazima kufanya maamuzi magumu. Lazima kufanya maamuzi na kusimamia kidete, kusimama kwa imani
katika yale maamuzi uliyoyafanya. Katika ubatizo wetu tulifanya maamuzi magumu. Lazima kuyasimamia maamuzi yetu, lazima kuyakiri na kuyaweka katika vitendo maamuzi. Ukristo wetu unatudai hivyo, lazima tuulinde kwa imani kubwa sana. Ndio maana tulibatizwa. Tumwangalie Yesu Kristo. Ubatizo wake ulikuwa ni mwanzo wa safari yake kuelekea Kalvari. Nasi kwa ubatizo wetu ni mwanzo wa safari yetu ambayo ni ngumu, ila mwisho yule akida alisema pale msalabani, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Injili ya Mathayo ile sura ya 27 aya ya 54. Ni katika kusimamia maamuzi yetu, ni katika kusimamia Ukristo wetu, watu watasema mwisho, hata kama watapinga, hata kama vita itakuwa ngumu, mwisho wa siku, amini usiamini, watasema hakika huyu alikuwa padri, hakika huyu alikuwa Mkristo, hakika huyu alikuwa baba, hakika huyu alikuwa mama, hakika huyu alikuwa askofu, hakika huyu alikuwa kiongozi, hakika huyu. Watu hata kuambia sasa hivi, watasema baadaye. Ukristo wako ukutambulishe hivyo, kuwa na msimamo katika kile ambacho alikisimamia Yesu Kristo. Ukweli utabaki kwa ukweli. Usipotambulikana sasa hivi, utatambulikana baadaye. Ukweli huwa haufi. Fanya uamuzi wa kusimama kama Mkristo na watu wakutambue kama Mkristo katika chochote kile unachokifanya, ili mwisho Mungu aseme, wewe ni mwanangu mpendwa wangu, karibu katika uzima wa milele. Akubariki Mungu Mwenyezi sasa na milele. Amina. Nawatakie Dominika njema yenye amani na furaha. Tukumbuke ubatizo wetu. Tulitambulishwa, tulifanana na Yesu Kristo, tulifanya uamuzi wa safari ambayo si nyepesi. Ila tukiwa na Kristo, mwisho wa siku Mungu atasema, hakika wewe ni mwanangu mpendwa wangu. Wewe ni vile Mungu anavyokutambua, mwana mpendwa wake. Barikiwe sana.